Kwa niaba ya ofisi ya mkurugenzi na kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Njombe pamoja na wizara ya ardhi kwa ujumla, wale ambao tunamiliki viwanja tunapaswa kulipa kodi ya pango la ardhi mpaka mwezi Juni 30 itakapopita. Riba inaanza kusoma kila mwaka, na watu wengi tuna viwanja lakini tumekuwa tukizembea tu. Mwisho wa siku nakuta mtu unadaiwa kodi ya pango la ardhi labda 5,000, lakini ukipindua mwaka wa pili inaongezeka buku ile nayo inaanza kusoma riba. Mwaka wa tatu unakuta ukikaa miaka 5 tayari laki ngapi. Mwisho wa siku unaona hasa kama serikali inanionea. Kumbe ilikuwa 5,000 tu ukilipa kwa wakati. Kwa hiyo niwaombe sana tulipe kodi ya pango la ardhi ndani ya huu muda mfupi uliobaki mpaka Juni 30. Kuanzia mwezi Julai inajipindua na riba. Njia za kulipa: fika ofisi ya ardhi pale halmashauri, utaandaliwa ankara, utalipia, au fika ofisi ya kamishna mkoa kule mkabala na polisi pale, au ingia kwenye mfumo kwenye simu zetu hivi viswaswadu vyetu hivi, nyota 152 baadaye 00 leli itakuongoza kule mbele. Sisi tunaelewana? Lakini basi umeshindwa kabisa, unapiga simu. Kuna watu wako Iringa wanapiga simu, tunahakiki je kiwanja ni cha kwake, kishajiridhisha kama ni cha kwake, anaweza akatuma kitambulisho. Maana sisi tukatoa taarifa za Joshua tukampa Musa. Kumbe Musa ana lengo baya. Kwa hiyo tukishajiridhisha vya kwako tunakutolea bili. Kwa hiyo unaweza ukapiga simu. Naanza kutaja hasa namba ya simu. 0766 89 02. Nakimbiza mno watu hawakukuti hapo. Naam? Nakimbiza mno watu hawakunukuru. Unakimbiza? 0766 89 0299. Sisi tunakuwa bize wakati mwingine. Kama hivi ninavyoongea, kupokea simu ni issue. Tuma tu message. Naomba kabilio la kiwanja namba fulani. Mimi nitakuja nikupigie, nitakuuliza kama kweli kiwanja ni cha kwako. Lakini unaweza ukaingia kwenye wale wana simu janja. Hebu nitajie ile mfumo wa habari. Naweza kaa nimeusahau. Naomba unipe hapa. Kwa wale wa simu janja unaweza ukaingia kwenye tovuti ambayo imeandikwa landrent.go.tz landrent.go.tz au nyota 152 nyota 00 leli, afu naendelea utakadiria kiwanja, lakini lazima uwe na taarifa za kiwanja. Lakini lingine sasa, migogoro ya ardhi. Jamani, kuna migogoro mingi ya ardhi tunajua. Ipo mingine inasababishwa labda na namna ya kiutawala. Najua tu saizi wazee wa Magoda kule juu wananisikilizia. Lakini ule tunaujua uko kwenye hatua zake na ngazi zake, wote tuache. Tusizungumzie sana huko. Tusizungumzie sana, lakini naongelea migogoro yetu ya huko. Tujaribu kutatua migogoro yetu wenyewe kwa wenyewe pale inapobidi. Tusisubiri unakaa na mgogoro mpaka unaona mwenzio labda anaingia kamita fulani umetulia, afu baada ya miaka 3 unaenda kwa mkurugenzi, unaenda kwa afisa tarafa, unaenda kwa mtendaji wa kata. Tulinde mipaka ya ardhi zetu. Na unapoona tu mtu anaanza kuingia ghafla, mfikishe kwenye vyombo. Muite kwanza, muitie hata wazee. Umemuitia wazee, anashindikana, mpeleke kwenye usuluhishi kwenye kijiji. Imeshindikana, nenda ngazi nyingine sasa. Usiache kidonda mpaka kikawa sugu. Kukiponyesha itakuwa kazi. Kwa hiyo tulinde ardhi zetu, tulinde mipaka ya viwanja vyetu na mashamba yetu ili tuweze kuepukana na migogoro. Lakini tukumbuke kulipa kodi ya pango la ardhi, kwa sababu mpaka mwisho Juni 30 kodi inapinduka. Kwa hiyo mimi niliona pia niyaseme hayo.
kwa maana nimepata platform hii. Mwenyekiti, uniwie radhi kwa kuchukua muda mwingi, maana haya mambo kukutana na wananchi hivi wakati mwingine ni ngumu. Unaweza ukachukua miezi tena ndio unazunguka Mgala wapi huko Yungilo kwa mpaka uje urudi Magoda, inachukua muda. Lakini tunatoa vipindi, tunatoa elimu kwenye redio mara nyingi, Uplands Radio, Kings FM. Kwa hiyo mnakuwa mnatupata pia wakati mwingine huko na kupata elimu.